lolote mfanyalo fanyeni kwa jina la Bwana Mungu. Haijalishi unafanya nini, hata kama uko nyumbani kwako, hata kama uko kazini, umeajiriwa, hata kama unafanya kitu gani, pengine wewe ni mwalimu ama wewe ni daktari ama wewe umeajiriwa kwa nyumba wa house girl, haijalishi unafanya nini, lakini kila kitu ambacho unafanya fanya kwa utukufu wa Mungu. Fanya kwa utukufu wa Mungu, ukijua kwamba kuna siku inafika kila goti litapigwa mbele ya kiti cha enzi na kila ulimi utakiri na kusema ya kwamba Yesu ni Bwana. Ndipo atakapokuja na kusema tulitoa miujiza kwa jina lake, nilihubiri sana, nilicheza gitaa sana, mimi nilikuwa mwimbaji kanisani, mimi nilikuwa asha, mimi nilikuwa hiki na hiki. Atawaambia ondokeni kwangu, mimi siwajui, nyinyi watenda maovu, nyinyi watenda mabaya. Asema mtu mmoja alikuwa na talanta, akapatia mmoja 5, mwingine akampatia ngapi? 2, na watatu akampatia 1. Akawaambia sasa, nendeni mkasalishe ziwe nyingi, na akaondoka akaenda safari nchi mbali, na baada ya muda ama miaka, alihesabu ni miaka ngapi haijaandikwa, akakuja. Alipokuja akasema kila mtu na alete talanta niliyempatia wa kwanza. Akamwambia ulinipatia 5, nimefanya bidii, nimezunguka Maruri, nimeenda Zimmerman, nimeenda Roysambu, nimeenda wapi, nikazalisha zingine 5 zikawa 10. Pigia Yesu makofi. Akamwambia mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu kwa mambo madogo. Haleluya. Akamwambia ingia katika nyumba, katika sherehe, katika utukufu wa Bwana yako. Yule wa pili akakuja akamwambia ulinipatia 2, you gave me only 2 talents, na nimezunguka nikang'ang'ana nikapata zingine 2. Akamwambia wewe mtumwa, ulikuwa mwaminifu kwa mambo madogo, ingia katika nyumba ama katika utukufu wa Bwana wako. Tupigie Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Tatu akaja. Yesu alikuwa kabila gani? Mbishi, mang'aa, kichwa ngumu. Kaingia. Ndio wanajiita JC. Ni taabu na matatizo na vitisho na kutunga vitu. Ndio wanatunga vitu mpaka wanaweka nje ya Tanzania kwa mbunge. Watu wanapiga makelele kama bosi. Kama mbwa. Wanafanya vituko na sarakasi kama hizo. Bwana asifiwe. Wakaja nasema mimi ni jenzi, mimi nimekuja. Kumwambia unaniambia tulipata talanta gani? Kumwambia talanta zako mimi nilienda nikachimbia mahali, nikaenda kwa shimo, maana nilijua kwamba unavuna mahali usipopanda. Akamwambia nilijua wewe ni mgumu sana. Anaambia tajiri yake wewe ni mgumu sana. Akamwambia wewe mtumwa mbaya, mbovu, mtu ambaye hauna maana. Akamuuliza kwa nini hukuchukua patia wale ambao wanalalisha? Akasema mchukue, mnyang'anye hicho alicho nacho na anyang'anye kile ako nacho, maana aliye na nyingi ataongezewa na yule ambaye ana dogo hataongezewa. Lolote mfanyalo, hakuwa na bidii kufanya, hakuwa na bidii, alichukua ni mizaa, lakini haikuwa mzaa, maana kulikuwa na thawabu, kulikuwa na malipo. Hivyo ndivyo tunavyokaa. Watu wajue kwamba ile kazi wanafanya, kwamba kuna siku ya kulipwa. Kuna mtu, ni msemo tu wa watu,
Kuna tajiri mmoja aliita watu wafanye kazi, kawaambia ingieni shambani mvune. Wakaingia na magunia, wakavuna mahindi, wakavuna maharagwe. Kila mtu yule akachukua gunia 2, mwingine 5, mwingine akachukua akachuta, akasema ikati na shida ukifanya sina haja kushuna nyingi, inachuta tu kilo kadhaa, kilo kidogo tu kidogo. Sasa wengine wamebeba magunia kama 10, mwingine gunia kama 5, mwingine gunia 3, na mwingine amebeba hata si gunia nika kitu. Basi wakakuja wote, wakafika, akawaambia pangeni laini. Wakakuja wakapanga laini, akawaambia sasa mnajua nini? Hapa kuna malipo. Sema kuna malipo. Sema kuna malipo. Guza mwenzako, mwambie kuna malipo. Akawaambia you know what? Vile tu mmesimama, vile miguu ilitembea, na mkaenda shamba na mkavuna, chenye umevuna umeweka kwa magunia, baba wote ni mali yako, uende nayo nyumbani kwako. Ilikuwa ni aibu. Mtu amechukua kilo 5, mwingine amebeba magunia 10, mwingine ako na gunia 5, mwingine ako na gunia 3. Yule ambaye alibeba robo gorogoro moja akaipiga, akitembea na gorogoro akienda nyumbani bila chochote. Pigia Yesu makofi. Ndivyo ndivyo. Kama una bidii, kama uchangamki kazi ya Bwana, unaichukua tu hivi, utapewa hivi. Ukifanya na mezaa, utapokea mezaa. Ukifanya kwa utulivu na kwa uaminifu, Mungu atakulipa hapa duniani ni mara 100, na tukifika mbinguni ni uzima